Hebu niseme machache kuhusu Yesu kama mfalme katika ufalme huo wa Mungu. Tangu Agano la Kale, manabii wa kale walitoa unabii kwamba atakuwepo mfalme ambao atatawala bila mwisho. Kitabu cha nabii Isaya sura 9 na mstari wa 6 na wa 7, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Labda niishie hapo. Huwa tunapenda kusoma mistari hii wakati wa Christmas, kwamba mtoto amezaliwa kwa ajili yetu, lakini si mtoto wa kawaida, ni mfalme wa wafalme aliyezaliwa, aliyekuja duniani kuanza kazi yake, kuimarisha au kuweka wazi ufalme wake hapa duniani kupitia wale wote ambao watapokea ufalme huo kwa kukiri huyu Yesu kuwa Bwana, kwa kuwa alifanya kazi ya kutuondolea dhambi zetu pale msalabani. Na hapo tunasoma ya kwamba na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Hii ndio muhimu kukumbuka, kwamba hapo inapozungumza habari za Yesu nasema kwamba uweza wa kifalme. Na tukisoma hapa majina yake, Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele na Mfalme wa amani. Katika ufalme wa Mungu kuna amani. Hii ni ashiria moja wapo muhimu sana kwa ufalme wa Mungu, amani. Pasipo amani hatuwezi kuona ufalme wa Mungu. Na hapo tujihoji. Na katika mstari wa 7 inasema hayatakuwa na mwisho kamwe. Yani maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Maana yake huyu mfalme Yesu Kristo ni kuanzia pale alipoanza kazi yake hapa duniani mpaka milele na milele, hakuna mwisho. Kwa hiyo ndivyo manabii walivyo tabiri, na tungaliweza kusoma na ni unabii mengine pia, lakini sitafanya hivyo leo, bali tutambue tu kwamba hata Yesu mwenyewe alithibitisha kwamba anao ufalme, kwamba yeye ni mfalme. Katika Yohana sura 18 mstari wa 36 anatamka na kusema ya kwamba Yesu akajibu, ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania nisije nikatiwa mikononi mwa Wayahudi, lakini ufalme wangu sio wa hapa. Yani ni kama nilivyotangulia kusema, ni ufalme wa kiroho, haina mipaka kama falme zingine za dunia hii, lakini ufalme anao. Yesu anao ufalme. Na baadaye anapowaaga wanafunzi, Mathayo 28 mstari wa 18, anaanza kwa kuwaaga kwa kusema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Na tungeweza kusoma mistari mingi tu ya Biblia juu ya ufalme na utawala wa Yesu Kristo.
lakini niachie kwa maneno haya machache. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, alisema Yesu alipowaaga wanafunzi, kama kutukumbusha ya kwamba hata nikienda sasa, kumbuka mimi ni mfalme, mimi nina mamlaka, msiogope. Maana mstari wa mwisho pale Mathayo 28 mstari wa 20 anathibitisha tena kwa kusema nitakuwa pamoja nanyi siku zote. Kwa msiogope. Ni mfalme wa kipekee. Lakini mfalme Yesu sio mfalme au mtawala wa kawaida. Tunajua watawala na wafalme wa kawaida wa dunia hii wanapenda kuonyesha mamlaka yao. Wao wanapenda kuonyesha hata kwa kutisha kidogo kwamba uniheshimu kwa sababu mimi ni mtawala wako. Hata wanapenda kutamka au kufanya vituko watu washtuke kidogo kwamba huyu ni mtawala. Na vile vile wanaweka ulinzi katika ili wao wasishambuliwe. Wanaweka walinzi, wanaweka labda kuta, yani kuingia ukulu wa mkuu wa nchi yoyote ile si kazi rahisi. Kuna protokali nyingi mpaka upate kuonana na mkuu ambaye ni mkuu wa nchi. Lakini Yesu si mtawala wa jinsi hiyo, wala si mtawala wa kutumia silaha, bali yeye ni mtawala ambaye anatumia ukweli na anatumia upendo na anatumia masamaha, na ametuonyesha utawala wake kwa kujitoa mwenyewe kwa ajili yetu, yani kwa kujitoa mwenyewe. Kwa hiyo ni ufalme uliowekwa kichwa chini miguu juu, tukilinganisha na utawala wa dunia hii. Shida ni kwamba mara nyingi kanisani tunajisahau, tunaangalia utawala wa dunia hii ulivyo na mifano yake, na tunapenda kuingiza hata mifumo ya huo utawala kati yetu, badala ya kuangalia Yesu Kristo alivyo mtawala na mfalme na anavyoongoza. Yesu Kristo hatawali kwa kukandamiza au kulazimisha au kuamrisha, bali Yesu anatawala kwa upendo na kwa kuonyesha kwamba amejitoa kwa ajili yetu. Hata alipotembea hapa duniani alionyesha mifano ya upendo wake kwa kuwaponya wagonjwa, kwa kuwatia moyo waliokatishwa tamaa, na kuwapokea hata wale ambao wamesukumwa nje na jamii. Kwa wakati ule aliwakaribisha na kuwakumbatia kwamba karibu katika ufalme wangu. Kwa hiyo kwa upendo wake anapenda upendo huo uonekane hata katika maisha yetu na mwenendo wetu. Na zaidi ya yote, huyu mfalme Yesu Kristo anatukaribisha tuwe na ushirika naye. Tuwe na ushirika naye, tukae pamoja naye. Wafalme na watawala wengine kama nilivyosema wanaweka boda, wanaweka mipaka. Hapa usikaribie zaidi, lakini Yesu anapenda tukae pamoja. Anatukaribisha tuwe na ushirika wa karibu. Anatukaribisha tukae meza moja. Anatukaribisha tutembee pamoja. Anatukaribisha tuwe kitu kimoja kila wakati. Hivyo ndivyo mfalme wetu Yesu Kristo alivyo. Sasa tuangalie basi, kama Yesu ni mfalme katika ufalme wa Mungu, sisi
wananchi wake na ndugu zake, tutaishije basi katika nchi kama hiyo, mwenye mfalme kama huyu? Inaanza, neno la kwanza inaanza na kujinyenyekea na kumpa ufalme wote, yani surrender, yani surrender sasa hivi imenitoka Kiswahili chake, kujisalimisha kwake, yani kukubali kabisa kwamba wewe tu ni mfalme, wewe tu ni kiongozi. Yesu mwenyewe alitamka maneno ambayo yanaweza kidogo hata kuogopesha kidogo katika Luka sura ya 9 mstari wa 23, anapotamka na kusema ya kwamba akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata, yani kuingia katika ufalme wake, na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate. Ukitaka kuwa katika ufalme wa Mungu, usiwe na mfalme mwingine. Huyu mtawala huyu ambaye anatusumbua kila leo, anaitwa umimi, unahitaji kumsulubisha kila siku. Na kutambua hapa inayosema ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate. Maana Yesu alijua ya kwamba huyu umimi huyu hafi haraka, ana nguvu sana, ana afya sana. Kwa hiyo kila siku lazima ukubali kumsulubisha, kujikana mwenyewe ili kumtanguliza Yesu Kristo. Ubinafsi na umimi weka pembeni, mkiri Yesu kuwa Bwana na mfalme katika maisha yako. Hilo ni jambo ambalo si rahisi, na sisi wenyewe si rahisi kujisulubisha, au sio? Si rahisi kujisulubisha, ule umimi ufe, si rahisi. Maana kujisulubisha si maana yake ni kujiweka kwenye msalaba. Sasa utajisulubisha mwenyewe kivipi? Si rahisi. Hata ukifaulu kugonga misumari ya miguu, bado kazi, au sio? Na mkono mmoja kwa shida, lakini wa mwisho je? Bahati nzuri wapo watu wanatusaidia kutusulubisha, watu ambao wanatutendea mambo ambayo yanatuumiza, au sio? Tusiwadharau wale ambao wanatuumiza, kwa sababu huenda Mungu ana makusudi nao tukikubali kusulubishwa. Yani tukikubali umimi ule ambayo, maana watu wanapokutendea mabaya, si anayeumia ni umimi na ubinafsi, sio? Ni huyo anayeumia watu wanapokutendea vibaya. Lakini Mungu anafurahi ambapo umimi na ubinafsi unaposulubishwa. Kwa mshukuru Mungu kwa ajili ya wale ambao wanakutendea vibaya. Hata Yesu Kristo alipokuwa pale msalabani, aliwasamehe waliomsulubisha, au sio? Kwa hiyo tuchukue mfano kutoka Yesu Kristo katika hiyo tu. Na hiyo ni mfano mmoja muhimu na nzuri sana katika maisha yetu, ya kwamba tunapokutana na mambo ambayo yanatusumbua, aidha watu wanatusemea, aidha watu wanatutendea, aidha mazingira yametuharibia mipango yetu, tukubali kusulubishwa ule ubinafsi, na bado tu kutangaza Yesu ni Bwana. Hata kama haya yametokea maishani mwangu, bado Yesu ni Bwana maishani mwangu. Na utakuta ya kwamba kila inapotokea hivyo, na kila unapofaulu
kuwasamehe waliokutendea au kusamehe matukio yaliyokupata na kumkiri Bwana Yesu kama Bwana maishani mwako, hata katika mazingira hayo utakuta ya kwamba kidogo unakuwa na kidogo unakuwa raia bora zaidi katika ufalme wa Mungu, kwa sababu umepiga hatua kumkiri Yesu na kumruhusu Yesu kuwa Bwana katika maisha yako. Lakini licha ya kujisalimisha na kujinyenyekeza chini ya utawala wake, pia tunahitaji kukumbatia maisha mapya katika ufalme wa Mungu na kukubali maisha mapya. Kila taifa, kila nchi ina sheria zake na ina tunu zake, zina mambo yale ambayo inaongoza hata kuweka sheria zake. Mfano, katika nchi kama Tanzania, tunu moja ni demokrasia, sio, ambayo ndio imeongoza sheria nyingi zilizowekwa. Demokrasia yenyewe sio sheria, ni tunu ambayo imewafanya mabunge watunge sheria mbalimbali inayotulinda haki zetu za kidemokrasia, au sio? Na kuna tunu zingine, na katika nchi au tuseme katika ufalme wa Mungu na kuna tunu zake pia ambazo zinatawala vile tunavyotakiwa kuishi katika ufalme wa Mungu kama watoto wa Mungu, kama raia wa ufalme wa Mungu. Katika Mathayo sura ya 5 na hadi 7, Yesu alifundisha mengi, tunaiita mahubiri yake pale mlimani, na pale alifundisha tunu nyingi ambazo hatuwezi kusoma sura hizo zote kwa sababu ya muda, lakini machache aliyoongea pale ni umuhimu wa kusamehe, ni umuhimu wa kuwapenda hata waadui, kuwa nuru na kuwa chumvi katika ulimwengu huu, na usijali utajiri wa ulimwengu huu na kadhalika. Mambo mengi aliyataja, na Mtume Paulo baadaye yeye alikusanya hizo tunu nyingi katika sura moja, mstari moja tu katika waraka wake kwa Wagalatia, mstari wa 22, ambapo anazungumza matunda ya roho, matunda ya Roho. Maana matunda ya Roho yanatakiwa kuwa tunu zinazotuongoza kuishi vile Mungu anavyopenda tuishi katika ufalme wake. Pale Paulo ameandika katika mstari wa 22 Galatia sura ya 5, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Ndizo tunu ambazo zinatawala katika ufalme wa Mungu na ambazo zinahitaji kutuongoza sisi katika maamuzi yetu, katika mwenendo wetu wa safari wa maisha kila siku, kama washiriki, kama raia katika ufalme wa Mungu. Kama kweli Yesu ni Bwana, tunatakiwa kuona katika maisha yetu upendo na furaha, amani, uvumilivu na kadhalika.
yote haya ambayo yametajwa hapa. Na kama kweli sisi wote ambao tunajiita wa Kristo, maana yake Mkristo ni mtu wa Kristo, sivyo? Tunajitangaza ya kwamba mfalme wangu ni Kristo, tunaposema mimi ni Mkristo. Lakini mara nyingi ni kwa maneno tu. Maisha je? Tunapokusanyika hapa ni rahisi kuongea hayo na ni rahisi yaingie kichwani, lakini tunapotoka hapa mlangoni, tunapokwenda nyumbani, kazini, sokoni, popote pale tunapotembea, je, hayo yanaonekana? Je, watu watatambua kwamba wewe kweli ni mtu wa ufalme wa Mungu? Wataonaje? Unajua, mtu ambao kweli ni wa taifa fulani anaonekana tu kwa matendo yake. Mimi nimewahi kusafiri huko Finland. Nilisafiri katika treni. Si wale wengi Finland ni wazungu. Lakini tulipokaribia kufikia kituo cha mwisho cha treni hiyo, ambayo ilikuwa mji mkuu Helsinki, nilikuta mtu mmoja kutoka Afrika anasimama, ananitangulia kuelekea mlangoni. Na nilipomwangalia tu sura yake na alivyotembea, hajasema kitu, nilisema huyu Mtanzania huyu. Nikafanya majaribio, nikamsalimu, nikasema habari gani mpendwa? Akashtuka. Nilijua kweli ni Mtanzania. Na tulianza kuongea. Unaona, nilitambua tu kwa sura yake na anavyotembea, na yani anavyojiamini kwa namna fulani kwamba huyu sio kutoka mahali pengine bara lote la Afrika, huyu ni Mtanzania huyu. Na kweli ndivyo alivyokuwa. Na si ndivyo Masai atamtambua Masai mwenzake. Hata watakaoongea hiyo lugha ya Kinyamwezi au Kisukuma ya mpendwa wetu ni Leonard, si wanatambuana tu haraka, hata kwa jina anavyojiita, na hata lafudhi yake hatajulikana tu, au sio? Na ndivyo ilivyo pia na watu wa ufalme wa Mungu. Kama kweli tumekubali kumfanya Yesu kuwa mfalme, tutajulikana, watu watatutambua. Juzi tu tulikuwa tunaenda hoteli fulani kuaga wafanyakazi wetu pale nyumbani. Tuliwakaribisha sherehe kidogo ya kuaga, na sijui hawa wahudumu waliona nini, maana wasichana hawa mwisho wakamwendea mama na wakasema, mama, utuombee. Sijui wao walisikia na kuona nini tunavyoongea, lakini kuna kitu walichotaka, walitafuta, kwa sababu walitambua hapo kuna kitu tofauti. Je, wewe ni raia wa ufalme wa Mungu, mwenye ladha na harufu ya ufalme wa Mungu, kiasi ambacho watu wanakutafuta na kusema, nahitaji kile ulicho nacho? Ndio swali. Je, leo asubuhi ulipoamka ulikubali kumpa Yesu maisha yako tena, kwa maana ya kumruhusu kuwa mfalme katika maisha yako? Ukubali kumwomba ya kwamba, Mungu, leo niongoze niweze kuishi maisha ambayo itakuwa ushuhuda kwa jina lako. Hilo ndio swali, na ambayo mimi najiuliza katika maisha yangu, na ambayo mimi ninaomba katika maisha yangu, ya kwamba hata leo Mungu uonekane pale ninapopita. Na zaidi ya kujisalimisha au kujinyenyekeza chini ya mfalme, na zaidi ya kuishi maisha ya ufalme wake, tukumbuke kwamba pia sisi
ni mabalozi wa ufalme wa Mungu. Sisi ni wajumbe wake pale tunapotembea. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 20, pale tuna soma ya kwamba Paulo anatukumbusha ya kwamba sisi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo. Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 20, sisi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo. Biblia ya Kiingereza inasema we are Christ's ambassadors, yani mabalozi wa Mungu. Kwa hiyo Mungu, tunavyoishi hapa, maisha ambayo yana akisi, inaonyesha tunu, inaonyesha ufalme wa Mungu ulivyo na mfalme vile alivyo popote pale tunapopita, sio tu tunapoingia kanisani. Unajua ni rahisi kuwa na hii balozi wa nchi wa Finland nikikaa katika ofisi ya nani hii waziri wa nchi za nje huko Helsinki. Sio kitu kigumu sana, lakini kuwa balozi wa Finland nchini Tanzania na kukutana na mambo yote na kurepresent nchi yangu vizuri na tunu za nchi yangu na kunegotiate na nchi ya kigeni ni kazi nyingine, ni ngumu zaidi, sio? Na ninahitaji kuhakikisha ya kwamba sisemi kitu, sitendi kitu ambacho ni kinyume na watawala wangu huko nyumbani, au sio? Na kwa hiyo hata sisi sio tu tunapokaa kanisani, sio tu balozi anapokaa ofisini kwake, bali ni kila mahali tunapopita, kazini, nyumbani, na hasa pale inaanza. Wapendwa, tunalalamika vijana wetu kwamba wanaharibika, lakini shauri ya nani? Si tungestahili kuwa kama sisi ni familia ya Kristo, si tungehitaji kuhakikisha Kristo atawale nyumbani kwetu, maisha ya ufalme wa Mungu uonekane nyumbani kwetu. Sio tu kwamba tunaizungumzia mara moja na tunaenda kanisani Jumapili na labda tumetuma watoto Sunday school. Haitoshi. Hii ni sehemu ya kuwa katika familia ya Kristo, lakini haitoshi. Inatakiwa kila siku, na hasa sisi wazazi, kuishi maisha ambapo hapo nyumbani tunaishi maisha ambayo kweli inaonyesha kwamba Yesu ni mfalme. Sio maneno tu, katika matendo, katika mwenendo, katika kila jambo tunalotenda, upendo, furaha, amani, uvumilivu na kadhalika vionekane katika kati yetu. Na kila tunapokutana na mtu, je, anatambua kwamba huyu ni kutoka ufalme mwingine, kutoka ufalme wa Mungu? Mji ule ambao huwa tunakaa huko Ulaya tukienda na tutakapoenda sasa hivi, mimi najua wiki ya kwanza mama atakuwa anazunguka sana pale mjini, maana karibu kila mwenye duka pale mjini wanamfahamu. Maana hata asipokuwa na sababu kwenda, anakwenda tu kuongea nao na kuwatia moyo na kuwashuhudia kwa maneno madogo matamu, lakini watu wakiona amerudi, tumerudi, mama umerudi kutoka Afrika, karibu nyumbani. Na wakati tulipokuwa huku mara mwisho kwenda, alipitia huko, aliwaaga wote, hata bila kwenda kununua kitu, alipitia tu kuaga na kusema nitaendelea kukuombea. Sasa inaleta ushuhuda wa namna ya kipekee, na wanajua wakipata shida, ambapo roho wa Mungu inaanza kuwavuta zaidi, wanajua waongee na nani. Maana huyu mama ambaye huwa anapitia hapa, tumtafute wakihitaji. Na ndivyo maisha yetu yanavyotakiwa kuwa.
Na siku hizi hata katika social media pale imekuwa ni ulimwengu tofauti kabisa. Siku hizi watu wanatukana, wanasema mambo ambayo hawadhubutu kusema mbele ya mtu, na kuna hata wale ambao wanajiita Wakristo wanaandika mambo ambayo unashtuka kabisa. Kumbe huyo anajiita Mkristo, anajiita hata mchungaji, halafu wanatamka maneno ya chuki na mengineyo. Tujihadhari, ladha, harufu ya ufalme wa Mungu iwe popote. Mwisho, tunaishi katika ufalme wa Mungu na kukubali Yesu kuwa mfalme kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Sisi kwa nguvu zetu na uwezo wetu mara nyingi hatuwezi kumsulubisha huyu umimi na ubinafsi. Ni vigumu sana, maana anajitokeza, anataka ya kwake, na anajikumbusha kila wakati kwamba nipo. Lakini kwa neema ya Mungu tumepewa msaidizi kuishi maisha yanayostahili ufalme wa Mungu, ambaye anaitwa Roho Mtakatifu. Huyu Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu kuenenda ipasavyo, lakini pia kutimiza makusudi ya Mungu kwa ajili ya ufalme wake. Maana yake ya kwamba ufalme wake utawale pote. Katika Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8, Yesu anasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Mtapokea nguvu. Na tukijifunza zaidi habari za Roho Mtakatifu, tunatambua kwamba ni nguvu, ni msaidizi, anatukumbusha vile Yesu amefundisha na amesema na kadhalika. Tunatambua tukisoma kwa undani habari za Roho Mtakatifu kwamba ndio kazi yake kutuwezesha katika kuishi ipasavyo kama mwananchi, kama raia wa ufalme wa Mungu. Lakini kuna kazi pia ambayo anatuwezesha kuwa mashahidi, kuwa hao mabalozi hadi mwisho wa nchi, kwa sababu kusudi la Mungu ni kwamba utawala wake na ufalme wake uje kila mahali. Tunaomba katika sala ya Bwana, ufalme wako uje, uonekane popote pale, sio hapa tu, bali popote pale ambapo wanadamu wapo, na hata mahali ambapo wanadamu hawapo, maana yote ni mali ya Mungu. Ufalme wake uonekane. Kwa hiyo hii nayo ni muhimu kukumbuka kwamba kama wewe unakubali Yesu kuwa mfalme, itakuwa sehemu ya moyo na nia yako kuhakikisha ufalme unapanuka. Ubinafsi unataka ufalme wangu, utawala wangu, utajiri wangu uongezeke. Lakini mtu ambaye amekubali Yesu kuwa mfalme na Bwana, anatamani ufalme wa Mungu uonekane kila mahali, uenee, ufikie hata mwisho wa nchi, kila mahali. Na wapendwa, ndio ombi langu sasa ambapo tunaagana kwa muda. Ni ombi langu kwamba sisi hapa kanisa la FPCT Ngaramtoni tuwe watu ambao tumekubali Yesu kuwa mfalme maishani, ili ufalme wake uonekane.
watu watambue kwamba wale watu ambao wanaingia kanisani pale kila Jumapili ni watu tofauti. Ngoja niwape mfano kabla kufunga mdogo na kuja kichwani. Miaka nyuma, enzi zile ambapo tulinunua magazeti. Sasa hivi tunasoma magazeti kwenye simu zetu. Lakini enzi zile tulinunua magazeti. Nilikuwa mjini na elekea ofisi fulani, nilijua nitasubiri kama ilivyo kawaida katika ofisi. Kwa hiyo nikampitia kijana aliyeuza magazeti, nikanunua gazeti ile niwe na kunipotezea muda nikisubiri. Sasa nikamlipa, nikapokea change, nikaweka mfukoni, nikaenda zangu. Kumaliza shughuli za ofisi, ilikuwa baada ya lisali moja au zaidi, sikumbuki muda. Nafika kwenye gari na pale parking ilikuwa AIC pale, AICC. Kwa hiyo ilibidi nilipe parking. Nikatoa hela na nikakuta kwamba change nilionayo alinirudishia hela zote. Yaani alibadilisha tu noti yangu na kunirudishia hela zote mkononi mwangu. Nikaona vibaya. Nilisema kwa siwezi kurudi hivi. Kwa nikarudi nikamtafuta huyu kijana aliyeuza gazeti, nikapenda kumrudishia hela zake ya haki sasa. Maana yeye kwa bahati mbaya akarudisha zote. Akavunja tu ile noti alafu akanipa yote. Sasa kurudi pale hakuwepo. Walikuwepo vijana wengine waliuza magazeti pia na vitu vingine. Na niliwaeleza kwa huyu kijana alikaa hapa yuko wapi? Sema ametoka kidogo. Sasa una shida gani? Sema nilinunua gazeti nikakuta amenirudishia hata hela zake alipochange hela. Kwa hiyo nilipenda nimpe. Na tulianza kuongea kidogo. Mwisho alisema ya kwamba sasa baba, wewe unasali kanisa gani? Lazima tuje. Lazima tuje. Maana hawajawahi kuona kitu kama hiki. Maana si wengine angesema angeshukuru tu kwamba amerudishiwa hela zake, amepata gazeti ya bure siku ile. Lakini mimi niliona siwezi. Lazima apate haki yake. Na nikampa kijana moja na kumwambia kwamba sasa ni juu yako uwe mwenye haki, mpe huyu kijana. Sasa vinginevyo ni juu yako sasa. Mimi nimeshtimiza sehemu yangu. Sijui ilivyokwenda lakini angalau. Kwa hiyo tuwe watu wa jinsi hiyo, watu watambue kwa matendo yetu, hata tunavyoishi sisi kwa sisi, tunavyotembea, tunavyotunza mazingira yetu, tunavyofanya na vile vile tunavyokuja kanisani. Hii ni sehemu yake, lakini ni sehemu ndogo sana ya maisha yako. Maisha ni masaa mangapi unatumia kanisani? Masaa mangapi unatumia katika maisha yako huko? Na kote huko Yesu anatakiwa kuwa Bwana. Na Yesu kote huko ufalme wake unahitaji kuonekana. Kwa hiyo Mungu atusaidie na hilo. Kwa hiyo tunapofunga sasa, naomba tujihoji mioyoni mwetu kama kweli tuna nia na tumekubali kwamba Yesu awe Mwokozi wangu, awe msaidizi wangu, lakini pia na zaidi ya yote awe Bwana na mfalme katika maisha yangu. Kama kweli unamaanisha kwamba utaruhusu Yesu atawale maishani mwako, mwambie Yesu sasa hivi.